We are stress-free girls, baby. Akamwagi, akamfanya, Kikundi ni kikundi unless you are in the mortuary. Kama ni urogi, ama ni Saidani alikujia pesa yake. Alianza kupu macoins. Ate kuwa umeficha hata kama ni mwiko. Wanga wewe. Huyu akiongea na ukali atafukuzwa tena. Hapana, tuko hapo. Wewe unyenyekee tu. Katia mwanaume mpaka ajikate mwenyewe. Hata hivyo bila nguo usilikate, usirudi kwa nyumba. Sijui penye wanafanyanga wanaficha inapotelea kwa mifupa. Sasa tutasaidia aje? Magegania. Utile wanda na wamogo. Siri hapa usifugue roho yako yote. Wakati anaingia hivi. Sasa unakumbuka yule karaoke? Yule mwenye tulifanyia mchango last year. Mimi nimeangalia karaoke, nimekuja kujua mental illness is real. Ni nini amefanya? Karaoke amesoma kusoma. Lakini sasa si mnaona alienda shule university. Sasa tujui nini what happened. Alivuta huko bagi. Na niliacha anaenroll masters. Haijulikani. Mimi sitaki kusema ni bangi, mchawi ama ni nini, sitaki kusema. Sasa juzi ameenda hapo kwa center. Amenunua hii peanuts. Unaona ile kitambo watu walikuwa wanarusha hiyo kitu ilipitwa na wakati. Si mnakumbuka? Anarusha juu, anapanua mdomo. Gideni. Kwanza nilikuwa na tabia tulikuwa tunafanya sana tukiwa watoto. Watu hata hawakuria rais. Kidogo kidogo ndiye huyu. Anaenda kwa dustbin, anaokota mapampas, anaenda kwa mto, imagine. Anaenda kwa mto, anaanza kuosha. Anafua pampas. What happened? Sasa haijulikani kama ni kurogwa ama ni nini, lakini sasa after kuosha haijulikani kama anapeleka nyumbani ama anapeleka wapi. Sasa watu wameanza kuangalia. Unaona sasa ni ile watu wamekuwa keen. Wanaangalia, wanaona hii si kawaida. Siku moja si venye kunanyesha, kumenyesha. Maji imesimama tu mahali moja. Karaoke ameanza kurukaruka maji. Unaona ni mtu amesoma, hata ndio tegemeo kwa kijiji. Ameanza kurukaruka kidogo kidogo, ametoa maguo. Sasa hiyo sasa ni kama amerukwa na akili. Amerukwa na akili. Amekuwa mwenda wazimu. Yes. Lakini watu hawakuwa wanajua. Lakini sasa hii ya maji ameenda pale mahali maji stagnant, imesimama tu. Ametoa maguo, ameanza kurukaruka hiyo tu maji, amevua maguo, amevaa ikiwa imeroa maji. Na mjua anafulia nguo kwa maji ya barabara. Hiyo ya barabara na anavaa hiyo Maria sasa. Sasa Karaoke ni yule mtu huwezi ambia kitu. Hata ni yule mtu anaweza kutandika. Na kutanyesha. Atakutandika kutanyesha. Hata ukiangalia kule kumeanza. Sasa hata najua saa hii ako kwa tauni ya kwao. Serious? Ako kwa tauni ya kwao akigojea sasa mvua inakaanga hivi kama itanyesha anatokea sasa. Sasa unaona anaenda kwa hiyo center. Sasa atatoa maguo, afue na avae. Sasa mnangojea nini watu wa area hii? Umempeleka hospitali. Kitu yenye iko si mtu utashika, si mtu utaongeresha. Lakini sasa kuna kitu wanaume wa hiyo center wamepaga. Jota anakaa ni mtu ako na jaja kidogo, chakula yake iwekwa at least dawa ya kulala. Unaona? Because mimi nilikuwa kama ni idea mzuri. Alikuwa anafaa awe ashapelekwa hospitali. Ndio. Yule mtu utaambia kitu huwa wanadungwa hata wanashikwa. Huwezi mwambia kitu. Anaruhusiwa kama ndovu. Sasa ile plani yenye iko apewe hiyo dawa iwekwe kwa chakula ama kwa juice. Apewe kwa juice na kwa chakula. Wacha alale hata kama atalala wiki mzima. Sasa aonekane kama atafanywa nini, atapelekwa kwa hospitali. Juu amekataa. Sasa hata hiyo kitu watu wa kijiji kila mtu tumeshangaa. Yaani hakuna mtu anaweza relate ama kufikiria ni nini imecause. Labda ni madawa ama uchawi. Hata ndivyo nafikiria. Ama kusoma sana. Kusoma sana. Na wewe how many PhDs do we have?
Mimi kama niko na kazi na niko sawa. Na wewe ni nini ushaikosa? Si ni Mungu tu. PhD na nini kila kitu hiyo sisi nini? Sisi ni kidogo sana. Sisi tunajua tu saitani. Unasikia ati yako na PhD mingi lakini hajui PhD ni. Sijui unajua nimepewa kidogo sana. Ukae vibaya. Huko unaweza kunywa drugs. So unaweza kuwa ni drugs. Labda ni drugs. Ama iba akasoma sana, akarukwa na hakuna kusoma sana. Mimi sioni kurukwa. Vile vitu sasa yenye anafanya hata unaona ni uchungu sana imagine. Pesa yote. Sasa tutasaidia aje? Mtoto akose kusoma, anakuwa na depression. Akisoma depression tena kwa mzazi. Sasa tufanye aje? Tuseme tu maombi sasa. Si kama tu mambo ya ndoa vile imekuwa siku hizi. Uolewe, ndoa haziwaki. Ukose kuolewa, unatamani kuolewa. Nimeshtuka juu ya watoto mimi. Hata sijui nieleze nini ama nieleze nini. Watoto wamefanya nini? Sasa unasomesha mtoto, unamlipia basi, unamnunulia chakula, unamnunulia vitabu na Kagure instead ya mtoto asome anakudisappoint. In fact hiyo ni kitu imesumbua wazazi sana. Mimi imenisumbua, hata sina amani na si shida yangu na si mtoto wangu. Hata nimefikiria wewe. Mtoto wake amesoma na alikuwa shule mzuri, hizi mashule za Baikali. Alikuwa anakujua na basi kila asubuhi. Makandami mama yako Makandami. Sasa mtoto anaitikia alipiwa school fees ya class 8 na venye ilikuwa pesa mingi na anajua ako na mimba na bima mama. Yaani wakati mwingine hawakuniambia tutafanya nini. Mtoto ako na mimba na mama amelipa hizo pesa zote. Imagine ati sasa mtoto anamrudisha January mwezi wa pili Mungu wangu. Aende aanze kusomea mtihani ya KCSE. Ako na mimba na haambii mama yake. Unajua kuna mambo inaweza kufanya uende wazimu. Ati hata utakuwa wazimu. Hata unajua huyo mama, anaitwa Mama Mother wa hapo kwetu chini. Mama kako na mimba. Hapo kameza. Na kameishi. Sijui penye wanafanyanga wanaficha inapotelea kwa mifupa. Huwezi sema kako na kitu. Na ujue ile kitu ilinishtua juu kalipeleka usiku wa jana. Leo asubuhi mamake alikuwa anamtea hiyo hadithi. Mtoto ako na twins. Hata sio kamoja. Mahadha. Mwana wa thukuru katika ako hiyo horo. Mahadha twins. Sasa shida ni mimba ni nani? Sasa hawa mapacha mamake ni wale watu wanaogopa Mungu. Tunamjua ni wa ile kanisa ya nini? Ni wa Women's Guild. Sasa akasema yeye hatatesa mtoto wake. Akapata stress, Mungu akampatia amani, akaridhika, akasema mada sitauliza. Fanya vizuri acha watoto urudi Kamejifungua. Alijifungua twins. Yes. Akarudisha nini? Shule. Mada naye Mungu akambariki, akasoma. Alipita KCSE. Yes, hebu nikwambie. Hiyo ni kitu inaweza gonga mtu akili. Ukijua ya kuwa hizo pesa zimepotea. Ni kama mama mwingine alikuwa anatuambia ati msichana wake alipata mimba the last 2 months ya kufanya class 8. So wakati alijua ati msichana amepata mimba, alisikia kama right? So msichana akaulizwa sasa nini? Akaambia mama yake unajua kijana wakati aliulizwa ni wanani. Unajua kijana ananiambia nitoe na mama kama sitapata mtoto mwingine nitafanya aje? So mam akaonea hako katoto huruma. Na akaona ile choice kana make. So akakaambia usijali, nitaongea na mwalimu mpaka umalize. Kalimaliza class 8. Na huyo mtoto kwa sababu alikuwa amezaliwa, kakimaliza kakapata 375. Alikuwa kamepita. Nakwambia kalienda form 1 watoto wakienda. Sasa madha wangu akalelewa watoto na mzazi, akalelewa watoto wakakuwa wakubwa na madha wangu akapata kazi.
Kai, kumbe hata kuna watoto wanakuja na baraka. Ni baraka. Kitu ya muhimu ni kukaa ukiombea watoto yako. Na usikuje kukagua watoto. Unajua kuna ile wazazi tumezifanya, unapenda huyu yeye nimeita mama yangu, huyu ndiye baba yangu, wengine utaki maneno yao. Sasa kwa kijiji yetu, sisi kama mnaweza kuwa mnamjua huyu mama, anaitwa Watoro. Watoro alipata watoto wangapi? 5. Litalemo. Hapana, akona watoto 5. Lakini hakupenda hawa watoto wake wote. Nimeshika kwani ni. Hapana. Hata Kagure hawapati 5. Inapata wenyewe hata 10. Sasa hawa watoto akapenda mwenye ameita baba yake. Mimi hiyo kitu hata sijui kama niende nikiambia wamama tujifunze. Akaamua juu sasa anataka utajiri yote, mali yote, kila kitu iende kwa yule mtoto ameita nani? Mama yake. Baba yake. Kwa ujinga zake akaona ile kitu mzuri atafute mama fulani hapa alikuwa anaitwa Mama Ken. Ampeleke kwa mzee fulani. Kwa mzee fulani. Ili watoto wengine wasibarikiwe. Ikuwe sasa ni huyu mwenye anaitwa nani? Na ni wako umezaa wewe. Imagine hata hiyo kitu ndio imenistua. Sasa kama wamelala kwa hilo juu wote. Na wapaka nilikuwa naonelea hagezaa wengine akae tu na huyu baba yake peke yake. Si ni ukweli? Juu sasa ile kitu alienda akafanya pale kwa wachawi. Hawa wengine hata kukula ni shida. Sasa huyu mwenye anaita baba yake, si yeye sasa utajiri yote ni yake. Ilifika wakati haezi saidia mama yake, haezi saidia anybody, ni yeye na huyo sasa. Tiki. Ebu wacha hivyo. Ebu asisaidiwe. Si ni mama yake hakusaidia mama yake. That is very good. Ndio huyo mama ajue gutire wanda na wa mugongo. Lakini hiyo kitu ni baya sana. Sasa ili tukuje kujua sasa wana kijiji Mama Ken naye ni kama hanyamazi. Amekuja sasa ameropokwa kila mahali. Sasa kila mtu hakuna mwenye anataka maneno yake. Unaangalia tu kwa ubani, unaenda mbali na sisi wanawake akitu kuna tutajifunza mambo zingine. Wako hili mbona yake si ameajiriwa kwa bank. Na yeye ako bank nyingine, so they are both bankers. So siku moja mbona yake yako kwa bedroom. Ako kwa bedroom akioga, kwa sababu unajua bedroom yao ni self contained. So ameacha kasimu wapi? So kwa meza. Simu ikalia, imejiandika ati mwenye kupiga inajiandika ati my eye. My eye? Eye ya jicho ama eye me? My eye. My jicho. Ati my eye. Leo bibi yake sasa akaangalia kasindwa, what does this mean? What is this eye? Ni eye gani? Haya. Ikakata kwa sababu si bwana yuko na kule. Immediately ka message kamekuja. Bwana kamejirusha hapo juu. Ati haukutuma pesa ya mtoto na hata masi anahitaji kiatu ya shule. Nani ametuma? Kwa hivyo ni watoto. Si kuna mtoto na masi. Sikiza. Haya, sasa kufanya hivyo, sijui kama wakati message iliingia roho kutoka, ni kama utoka somehow. So akaanza kuscroll. The eye. Can you imagine? Alikuta sasa huyo ni bibi mwingine. Na wamefanya hata wedding kwa DC wao. Acha. Hebu nikwambie. Huyo mama hakubelieve. Akakimbia kwa WhatsApp ya huyo mama. Guy, kuna mpaka picha za nini? Inaitwa aje? Za title imeandikwa bwana yake na huyo na bibi. Sasa akajua majina ya bi. Ni bi amekufa.
Kai. So kuna title, kuna kanyumba kako hapo. Wamepigwa wamesimama hapo na bwana na tutoto tuili tuko hapo na kengine sasa kameshi. Kama watoto ni wangapi? 3. Na yeye ako na watoto wangapi? 3. Na ni kama wanatosana na wale watu. Kwa hivyo wameishi kuwa wawili hivi. Bampa. Mwanamke wanza kudigina hapo. Ile gaseke, ile gasoeti kakonda. Kale kadogo. Sasa amestuka. Anajua it's not about me. Tuko wengi. Huyo mama hata hakujua what to ask or what not. Sasa kwa sababu if this is the thing, maji tayari imemwagika. Yes. Nakwambia siku 3 akapata pressure. Ni agoja. Simu amerudisha na akanyamaza. Ingekuwa ni kwangu. Ati anagojea kushikwa na depression siku ya 3. Mimi ni angeanguka hapo. Sijamaliza. Wakati aliona hivyo. Simapo imefanyika. Akajua sasa ni kuru. Tikwera. Kuna kitu anaweza zuia sasa. Akajua hapa tayari nimepotea. Na hata kupigana ni bure tu. Yeah. Akaanza sasa kujipanga na yeye. Akanunua plot. Akaanza sasa, unajua sasa kwa sababu kama pesa ni zetu. Yeah. What next? Sasa ni yake leo. Ukivuruta na vuruta. Kabisa. Akajenga nyumba. Ya ghorofa ngapi? Ghorofa 5. Hajawahi ambia, hakukuwa ameambia huyo mjamaa. Hakuwahi uliza na hakuuliza. Akaanza sasa kujipanga kabisa. So ndio sasa akajua nitakaa nimenyonga huyu mjamaa kipesa zikose za kuenda wapi kwa ile familia. Na hata kwa kuna karoni nitawahi mbebe mchukulia gai. So ndio wote nilikuwa nasema ni kuwa ni vizuri at least okay hiyo ilikuwa advantage kwa sababu alijua what was happening. Lakini kama alikuwa roho chini si angekufa kuona minute umechukua simu, kuna ile temptation ya kuresearch more and more ya huyu mtu. Unaona sasa aliona ka message kamepop, akadecide kuscroll hizo zingine. Akaenda WhatsApp picha. Sasa ulikuwa unatuambia tujifundishe nini? Okay, chukua simu. Yani that is why nimesema sasa ni mara mbili. Kuna kwa sababu kuna mwingine nilisikia advantage. Yes, aliona simu ya messages za bibi ya girlfriend yake. Huyo ni kuanguka, alianguka akakufa. Akastuka. So badala ya kuchukua simu ya wenyewe, wachana naye. Unajua tumeumbwa differently. Ukweli. Huwezi jua kama wewe uko that strong. So siri hapa usifugue roho yako yote. Hata sisi tukue na mambo zetu za siri. Wachana na simu ya huyo mtu mwingine. Wachana naye. Na kama mimi sweat yangu ndio inalisha nyumba ingine na wewe. Kama utachukua simu fuke kile ambacho basi na mimi basi nikitafutwa nitafutike na huko nje. Kile ambacho ukijui akiwezi kuwa. So hapa mjaongea vizuri. So ndio nasema kuna mtu inaweza msaidia na mwingine inaweza muua. Unasikia hiyo Sasa hapo Kagure utuachie mtu afikirie venye atataka. Hapo kuna kusema ati tujipange ama tujue maneno. Maneno gani? Mtumie kiliovu oi. Alikuwa na kidonda hapa kwa dhai. Kilikuwa kimemsumbua for some time. So okay, anytime anafungwa kinatokana. Unajua ni hapa. So siku moja bwana yake akamwambia nitakupeleka kwa daktari mzuri at least aangalie kama hata hiyo kitu iko na shida. Wakaenda wakapanga laini, bibi akaingia. Isa ahoro awa ikaisha. The next half akajiuliza sasa
wote kwani hii kidonda, kwani hii ni dieta alipelekwa malipelekwa, kwa sababu huwezi ingia kwa daktari na hii ni line ati so akasema ataingia nini mlango tu kuingia. Wakati aliingia hivi akashtuka, hata nikifikiria baba hizi sorry evengi akafanya nini? Akashtuka. Unajua bibi alikuwa amelazwa kwa ile katanda mtu kanaitwa examination bed, anaendelea kufungwa kidogo. Ni kidonda unataka kufungwa sana. Walikuwa wanasomea hapo katiba kama ni Mungu wangu. Dunia kishaisha. Akashindwa hospitali. So what he was seeing hata hawasikiwa. Kwa hiyo kidonda imewekwa wapi? Wachana na kidonda. Kwani katiba ni kama usomewa anyway. Imeka kwa hospitali. Na kwa pia sasa akaona sasa hata ni nini nimebakisha hapa. Hakuna. So akasimama katiba kumalizwa na kwa hiyo pengine hasoma hata interrupt ya kidonda katiba ikasomwa. Daktari akitaka kufunga sasa kitabu amesoma kuangalia nyuma akapata mzee huyo. Hata si hivyo ulikuwa nafikiri sijui nini akaambia huyo daktari me I'm grown up. Sitafanya inaitwa anje, sitaki drama. Huyu bibi nimekupatia na wewe nimekupatia nani Huyu. Continue. Hivyo na nakwambia hawakurudiana tena. Sasa kama katiba unaenda kusomea kwa examination bed ya hospitali, ni wapi kwingine inasomewa? Ni wapi kwingine inasomewa? Yes, so is goa. Na ni mara ya kwanza kumpeleka huko. Lakini nayo hospitali mimi naonaga kama ni mahali kama hapa sensitive. Mpaka kukue na mwanamke. Kwa nini hakukukua naye? Sasa wewe ni mtoto lazima uletewe mwanamke hapo. Kukue na mwanamke. Ni ukweli. Wewe pengine ni ile hospitali kidogo unaendaga ndio maana haezi elewa. Hebu tuambie. Ukienda ukiwa mwanamke, tuseme uko na shida huku. Hata wewe najua na daktari ni amani. Utaenda scan. Si ni ukweli? Wewe unajifunguaga nyumbani. Si mimi nimewahi enda scan. Kwani wewe unanifungualia? Sasa ukienda unapata kuna mwanamke pale. Unajua sasa huyu mwenye anafanya hiyo anatibu ni mwanaume. Yes. Na ako na mwili. Na mwili iko hiyo nimesikia imefika, unaona? Sijawahi sikia na mimi sijawahi sikia na sijawahi ona. Ili kuondoa vitu kama hiyo, hata kama ni mahali kama huko hospitali, unaelimisha madaktari. Mahali sensitive kama hapo, wacha kukue na mama hapo. Anasaidia. They know that is wanajua. Na kwa nini hawafanyagi hivyo? Sasa unasikia mwili imefika. Sasa lakini okay, so the bottom line yake huyo mama aliachiwa kwa examination na haku nini tena. Lakini hiyo divorce was well right. deserved. Yeah. It was well deserved. So na sasa Gasaruri nini Gasaruri ukiona akikosa picha chama hana pesa. Hapana, ni kama alikasirika na kutumunyime ile pesa. Wake mtu anishie. But ukweli ni imagine huyo kijana bado alikuwa amekuja na Purando wakati huo mwingine. Alafu kwa nini huwa anajiwekelea magari vile? Si mtu atavi. Si na dude. Unasikia Solomon ati anafanywa mchango ya kwenda majuu. Hawezi ngojea kule green card. Wacha mambo ya green card. Nilikuwa napatiwa story na mama Nyagudhie ya sistake. Sistake kijana wake yule second born na alioa tu juzi. Huyo mjamaa alisoma kusoma vizuri na alikuwa very bright. So na kakaandiko kwa ile banki ile sako yetu ya wanawake. Ile mnakuaga na kina Joyce. Yes. The 40 women. Sako.
akaingia huko na akaajiriwa kama manager. Mchuka isikue the 40 thieves. Isikue Kagure and the 40 thieves. Huyo mjamaa wakati aliajiriwa huko kwa hiyo sako aka accumulate pesa with an intention at one day one time atatafuta visa naende akadokumena huko. Si afadhali huyo anafanya bidii yake, si kama huyu Soro hiyo ni ujinga, hata sijui kama atachagiwa. So ikakuwa hata akiwa huko bando alikuwa ana apply green card. Ikakunja at last month. Wakati ilikunja sili kwanza kujitayarisha, so ataenda na familia yake, sijui nakutanyesha yake. Na itagongana, unaona venye, lakini ebu inyeshe. Tunahitaji ndio tumaidi na tumara. So wakati alikuwa kwa nyumba akaanguka. Ameanguka, ameshaenda? No, hapana, si anajitayarisha tu akaanguka. Akasikia kichwa inamuuma. Hakukufa. So what happened? Hii mguu yote ikaparalyze. Wachana na hivyo. Sasa ile shida ni within the course of that month, bimbi yake hiyo kabimbi yake kalikuwa kanajua pesa ziko wapi, na kalikuwa kanawekwa mpaka kwa account, nika joint account. Kalikuwa kanajua mambo zote. Kakachukua watoto akaenda nao. Sasa kijana aliachwa, green card ni bimbi alienda naye. Kijana we wacha mchezo. Si kurudi, alirudi kwao, alienda. Nakwambia na watoto wake hapo hakuna kuanguka. Anajua Kenya alifanyia huyo bwana. Kwa nini? Si maurogi. Si kuabudu mashaitani. By the way, ndio aanguke. Angeacha aje bwana yake hapo. Angemwacha anje, na kama walikuwa wanapendana. Na pesa wako nayo, angemtibisha. Angalia hata wasini wasichana nao. Mtu anaweza fanyia mtu wake hivyo. Ni vibaya. Hiyo story ni sad sana. Msichana akaajiriwa. Si ni msichana kadogo. Kakaajiriwa, kamemaliza college, kameajiriwa. After like 3 or 4 months, si kwake tuko na sasa akamepata utensils, amepata vitu. Siku moja kukakuja wezi. Hao wezi wakachukua utensils, TV, kakabodi kadogo. Uto vitu msichana alikuwa amefanya nini? Amenunua. Msichana kutoka job akakuta hakuna kitu. Na hakujafunjwa, mlango umefunguliwa vizuri. Na hakukuwa ameonyesha mtu. Akasema mimi siwezi fanya hiyo kazi yote. Mtu akunje. Whoever it is, hata kama ni wetu, hata kama si wetu, atanijuta. Kalienda. Na ni msichana mdogo. Ati urogi si wa mtu ati mzee. Akaenda. Na kwambia the following day. Kukakuja vijana wangapi? 4. Mmoja hapa kuna kikombe sahani, kijiko. Haya. Yes. Kwa uso. Zimejikwamilia huku kote ngine. So TV ndio jihanga hapo kwa mgongo. Na haiwezi anguka na ijafungwa na imekuwa stud. Nakwambia naye huyo mwingine anakuja amewekelea cupboard kwa mabega. Huyo mwingine kitanda walikuwa wametoanisha, amekuja amekipiga nini? Kila kitu chochote walichukua. Mwingine alikuwa na silipa hapa ya red, ya green hapa zilikuwa pair mbili. Nakwambia hiyo picha hata niliona kwa gazeti. Yani everything. Na si ati kuna sellotape imezishikilia. Vitu zote zenye waliiba walikwama kwa mwili.
nakwambia zilikunja zote wakirudisha penye ili Mahali ulitoa. mahali ulitoa Yes. So unaweza advise watu uchawi si baya sana. Uchawi sio mzuri, so embarrassing. Kitu imerudi. It's very embarrassing. Na Magoto wife pia wameanza kutumia hiyo mbinu sana. Yes. Wameanza kutumia hiyo mbinu sana. Mama Jacinta, Unaenda wapi? Mama Jacinta alitambua kwamba bwanake ako na side chick. Alijua sawa, wewe endelea. Mmoja bwanake akatembelea side chick. Na yeye Mama Jacinta akaenda kwa mganga. Do you know side chick alimea horns? Horns za buffalo hivi. Hair ya bogo. Okay, alafu useme hapa ati urogi Kasharu ya buffalo. Na ndio nasema Ati umeenda hapo unasile. Unasikia? Na umeongeleshwa uache hii maneno ya kuwa side chick. na niwe kwa kusiana. Huyu ni side chick. Hata Anataka kukua. Nilikuwa na urogi. nikaacha. Urogi. si Na hiyo nilikuwa ilikuwa imewekwa miguu ya punda. kanigasa na pilo. Miguu ya punda. Uliona hiyo story ulijua? Yes. Alikuwa anakaa hivi. Miguu ya kai na mwingine mkia ya ng'ombe inakaa hapa nyuma iko hivi. Umeketi kama hivi, umeketi kwa sofa pia iko tu hivi. Iko nyuma. Hata haisaidia. Yes, aituli. ndio ungangane. Na watu wa uchawi iko. Nipate bwana alafu aende kwa side chick. Naweka horns. Si umuonyeshe unampeleka kula Miguu ya punda. yani kwa serious. Hiyo ni kali. Hiyo iko too much, watu wanaitumia vizuri sana.